Hawa mawinga hawa ni wakina nani? Okay. Kwanza kabisa mawinga ni mtu kati. Nasemea mtu kati kwa maana ya kwamba winga yeye anajua bidhaa inakopatikana, yep, ambayo mteja anahitaji. Kwa hiyo watu wengi wanapofika Kariakoo, kwa sababu Kariakoo ni kubwa, yani Kariakoo ni dude fulani kubwa la biashara. Kwa hiyo unakuta mtu anataka biashara, anataka akafanye biashara ya mashati. Yeah. Akitaka kuangalia namna gani atapata mashati, hajui. So analazimika pale yalipo kuuliza. Anapouliza ndo anaambiwa mtu fulani anajua vilipo. Kwa maana ya kwamba winga yeye anachokifanya ni zile taarifa, anauza zaidi taarifa kwamba sasa hivi najua chimbo la mashati liko sehemu gani, chimbo la jinsi liko sehemu fulani, sehemu gani, chimbo la taa ziko sehemu gani, vifaa ya umeme, sijui masuala ya magari na nini, unajua. Kwa winga ni mtu kati anayejua taarifa nyingi kuhusiana na biashara zinazopatikana Kariakoo, na wanatofautiana pia. Kuna mawinga ambao wao wameamua kuwekeza kwenye swala la mavazi, kuna mawinga ambao wenyewe wameamua kuwekeza kwenye masuala ya teknolojia, simu, vifaa vinavyohusiana na masuala ya teknolojia, lakini pia kuna mawinga ambao wamewekeza kwenye viatu. Kwa hiyo ni swala tu la maamuzi ya mtu ameamua kuwa winga wa aina gani. Umeona? Lakini pia kuna mawinga ambao wao wanauza mezani humo, yaani mtu amekodi meza, yeye anaenda pale anauza, anapata chake, anampa bosi wake au mwenye meza faida, yeye anabaki na kile kinachobaki. Yeah. Sasa Kwa nini umeamua kufanya biashara Kariakoo na sio Tandale, sio Buza, wala Manzese? Yes. Wakati nikiwa winga, yep, nilijipa muda wa miaka kama 3 wa kulisoma soko la Kariakoo. So nilipokuwa kama winga, nilikuwa naendelea kujifunza kwa sababu nilishafanya biashara Mbezi, nilishafanya biashara Kimanga. Kwa hiyo baadaye kipindi miaka fulani, miaka ya corona ile, nilidrop kibiashara, nikaamua kusema sasa ngoja niende Kariakoo nikafanya research. Kwa hiyo wakati naendelea kufanya research, ndo nilipogundua kwamba okay, kumbe Kariakoo sio kwa sababu ni sehemu ya biashara, ila ni kimbilio la wateja wengi sana. Kuna wateja wa jumla wanaotoka mikoani wanaangalia Kariakoo, kuna wateja wanaotoka nje za nchi wanaangalia Kariakoo, kuna wateja wanaotoka pembezoni mwa Dar es Salaam wanaangalia Kariakoo. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kwa sababu ya kupata idadi kubwa ya wateja, lakini pia ili kukua kibiashara. Pembeni ya mji gharama zake ni ndogo, maana yake kuna namna fulani una stack, ila kama mtu anaitazama kesho yako kwa namna ya kukua, lazima uingie kwenye maji marefu, kwa maana ya kwamba kwenye watu walioendelea zaidi, kwenye mitaji mikubwa, ili ukutane na changamoto kubwa pia. Okay. Yeah. Nikiangalia hapa dukani naona nguo nyingi za kiume, na sioni za watoto, na wala za kike. Kwa nini umeamua kufanya biashara za nguo za kiume? Biashara za nguo za kiume ni kwa sababu before that, kama nilivyokuambia, mimi ni winga. Kwa hiyo nilikuwa nishafanya biashara nguo za watoto nikiwa winga, nilikuwa na winga kwenye biashara za kike pia, lakini pia wakati naenda kuwinga unapata nafasi ya kupiga story na wafanya biashara. Kuna wakati kabla sijapata nafasi ya kufanya biashara, kuna mtu mmoja aliniambia nguo za kike ni nguo zinazotembea sana, ila ni nguo ambazo mara nyingi, kwa sababu watoto wa kike wanaendeshwa sana kwa hisia, yani ananunua kitu kwa sababu amevutiwa nacho, lakini wanaume wanaenda kwa reasoning. So niliamua kufanya biashara ya nguo kwa sababu nilitamani zaidi nifanye biashara kwa muda mrefu, lakini pia nguo za kike ni nguo ambazo zina kwa sababu anaendeshwa kwa hisia. Kwa nguo ikiondoka sokoni kama unayo, jua imekufia. Hakuna tayari kununua fashion iliyopita. Lakini kwenye jeans, kwa mfano jeans hapa, naweza nikakaa nayo hata miaka 3, lakini mtu akija kununua hatojali kwamba ilivaliwa na fulani, unajua? Kwa hiyo wanaume kidogo tofauti yao ni kwamba hanaga seli. Nguo za kiume hazina seli, na hata kwa mtu anayetamani kufanya biashara, simaanishi nguo za kike sio biashara nzuri, ni biashara nzuri na inatoa haraka, lakini ukiwini. Mimi niliona nguo za kiume ndio kitu ninachopenda zaidi. Hivi kwa sasa nguo gani zipo kwenye trend? Kwenye swala la trend zinatofautiana. Zinatofautiana. Kwa mfano kwenye mashati kwa sasa hivi ambayo ni yako sokoni sana, ni mashati yanayovutika. Yanafanya vizuri sana sokoni, mashati yanayovutika. Nazungumzia kwenye soko la kawaida. Achana na ile soko ambalo watu wamedili na wasanii na nini, unajua? Mimi hapa nauza nguo za kiume, ila nguo za kiume za level ya watu wote. Alafu kuna nguo za kiume
za level ya fashion, kwa maana ya kwamba zile nguo za kuchanika chanika. Kwa mfano kama hii nilichukua kama hizi kujaribu, ni nguo ambazo zinaenda zaidi na fashion. Lakini unapozungumzia zinazo trend kwenye mashati ya kila mteja au ya kila mtu, ni shati za namna hii ambazo zinavutika vutika, ndo ziko kwenye fashion sana. Okay. Yes. Okay. Bwana Chris, changamoto kubwa kutoka kwa wageni wa soko la Kariakoo ni ipi? Kuna aina mbili. Kuna wageni ambao ni wateja wa hapa mjini, ambao wao mara nyingi unaweza kukuta ni mteja wa rejareja, ila akija dukani anauliza bei ya jumla. Sasa inakuwa ngumu kujua kama ni mteja wa rejareja au mteja wa jumla, kwa sababu mteja wa jumla automatically unatakiwa kumuuzia kwa bei ndogo ili akauze naye apate faida. Lakini mteja wa rejareja ambaye ametoka Tabata au ametoka Kimanga au ametoka Mbezi, atakuja hapa kwa sababu ameshakariri, wanaambiwa Kariakoo anauzaga bei ya jumla. Akifika hapa moja kwa moja atakuuliza swali ile pale bei ya jumla shilingi ngapi? Na wewe hujui kama ni mteja wa rejareja, utamtajia bwana ile pale shilingi 17,000. Atakwambia nataka na size 34. Unagundua kwamba wewe mteja wa rejareja na huwezi kumbadilisha tena kwamba bwana wewe mimi nitatakiwa nikuuzie wewe 20,000 kwa sababu wewe unataka kwa pisi moja. Umeona? Kwa hiyo lazimika kumuuzia ili kutengeneza uteja, lakini ukweli ni kwamba hiyo ni changamoto, kwa sababu mtu anapouliza bei ya jumla alafu mteja wa rejareja kidogo mtihani. Alafu pia kwa wageni sometimes lugha pia unajua lugha pia inakuwa changamoto. Kwa hiyo unataka kuniambia hapa Kariakoo wanakuja wageni wa aina tofauti tofauti, wa China, yani hii ni center, wa Spanyora, wa Zambia, sana nchi za Afrika zilizunguka East Africa. Wa Zambia, wa Kongo, wa Msumbiji, wa Kenya, umeona? Nchi zinazotuzunguka sana Zambia, Kongo, ndio unakuta kidogo wa Komoro pia. Tena wa Komoro ndio changamoto zaidi, kwa sababu wa Komoro wenyewe hawaongei Kiingereza wala haongei Kiswahili, wanaongea lugha yao tena deep kinomani. Wala hata Kenya akiongea lugha yao kidogo unahisi kuna kitu mnaweza mkamna. Kwa hiyo wa Kenya ndio inaonekana ni watu ambao rahisi sana kuelewana nao kwenye lugha ya Kiswahili, kidogo wanaelewa Kiswahili hata kama akiongea unajua wewe Mkenya kutokana na rafuzi. Okay. Labda una lipi la kumalizia kwa watu wanaokutazama kwa sasa? Kubwa la kumalizia ni kwamba napenda the way ambavyo wana promote mawinga. Kitu kizuri sana, kwa sababu mwisho wa siku lazima zipatikane fursa ambazo zitamfanya kijana ajiajiri. Ila pia wanatakiwa kwenda mbali zaidi, kuwaonesha jinsi gani wanaweza kujitengenezea kipato zaidi. Umeona? Kwa sababu naona kuna watu fulani wanapromotiwa kwamba ndio winga bora, lakini ukimwangalia hana kitu anachoweza kukifanya. Vijana wengine wakamfuatilia zaidi ya kujitoa kutoka mkoani kuja Dar wakiamini watafanya winga, lakini winga sio kitu sipo, sababu sio rahisi mtu kukupa nafasi ya kutengeneza hela alafu msijuane. Lakini pia inapaswa kuchukuliwa kama ni ajira. Kama ni ajira, basi zitengenezwe kozi ambazo zinaweza zikawatengeneza hawa watu. Yani kama ni online, kama ni madukani. Yani kwa hiyo ina maana kwamba inatakiwa serikali pia wawatambue hawa watu. Of course. Wana umuhimu. Na wana umuhimu sana. Tunashukuru serikali kwa sababu kama hivi jana walienda bungeni ambao walishinda masuala ya Kariakoo Award. Ni kitu kizuri, inaonyesha wanawajali. Ila sasa wale ambao wamepewa hiyo nafasi ya kuaminika na vijana wanaofuatilia, wanapaswa kuitengeneza sasa platform ambayo itamtengeneza huyo winga ajitazame yeye kama mtu ambaye anatakiwa kutengeneza hela kwa mfumo tofauti, kwa sababu kiuhalisia wana promote kitu ambacho sio rahisi sana kuelewa kinafanyaje kazi. Hivi Chris, samahani, japokuwa nilisema hilo ni swali la mwisho, sawa, ila kuna kitu hapa nafikiri nikikuuliza utawapa nguvu vijana wengi sana. Hivi umewezaje kumaintain kwenye biashara, na isitoshe kwa umri wako, ujue wewe bado ni young boy? Of course. Yani kwamba unawezaje ni kumaintain kwenye biashara, haswa kwenye soko la Kariakoo, kwa sababu soko la Kariakoo nafikiri kila kitu kipo expensive sana. Of course. Hebu kwanza tuelezee kuhusu hiko nilichokuuliza. Of course, nakuelewa kwa sababu ninachoweza kusema ni
changamoto ambazo umezipitia. Unaweza ukanitazama kama kijana, ila nikikusimulia mapito niliyopitia kwenye kupambana kwa namna ya kuendesha hela, nagundua kwamba nimepita kwenye changamoto ambazo zilinitengeneza sana. Umeshaelewa? Mimi before kuwa mfanyabiashara hii ninayofanya sasa hivi, nishakuwa promoter. So kipindi ambacho nilikuwa promoter wa muziki wa Bongo Flava, mwandaaji wa show, nilikuwa napata hela nyingi sana. Nikawa nachezea, lakini nilikuja kukutana na msoto ambao ulinifanya nikasema siku nikija kufanikiwa kupata hela nitaziheshimu kuliko kitu chochote. So kinachofanya niendelee kuwa na consistency, kwa sababu niliamua kuacha starehe zote ambazo nilikuwa nazifurahia. Sasa naiheshimu hela. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho kijana yote anatakiwa kukifanya na kukiheshimu ni kuiheshimu hela na kuamini kwamba hela unapoipata inapokuja kwako, kitu pekee ambacho nataka nikwambie, inakuuliza swali moja ambalo kila mtu namuuliza, unataka nikufanyie nini kabla ya kwenda kwa mwenzako? Hilo ni swali ambalo kila mtu unataka nikufanyie nini kabla ya kwenda kwa mwenzako. Alright, oya vijana wote mmesikia hii bonge ya tips, sawa? Nafikiri huyu bwana Chris ana vitu vingi sana anavifahamu kuhusu business. So kuna kitu tutakifanya ambacho kitahusiana na tips. Nataka yani wewe uwamotivate vijana ambao kwa sasa wapo wamekata tamaa, hawajui wananyanyuka vipi. Of course, nashukuru na naamini tutafanya. Wewe wangu naamini tutafanya. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho ndio nimekwambia, yani hela yoyote unayoipata inakuuliza, kwa sababu hela kwako haikai. Hela inatoka kanisani ndio inaenda club, inatoka club ndio inaenda kwa mganga wa kienyeji. Na mganga naye namuuliza hivyo hivyo, unataka nikufanyie nini kabla kwenda mzunguko wa fedha. Kwa hiyo mimi ukiweka malengo, ikija hela mkononi mwako automatically utaiweka kwenye lengo lako, maana yake itajibu kile unachokihitaji afu itaondoka tenda kwa mwingine. Kama utajibu kwa hisia, maana yake utajibu kile unachokihitaji. Nimekuelewa sana. Shukrani, nashukuru sana. Asante sana. Kariakoo Online Media kitu kikubwa, na mimi naendelea kuwaombea kwa sababu wafanyabiashara ni watu ambao hawana platform za kuwasemea zaidi. Na hii ndio platform yao, ndio maana inaitwa Kariakoo Online Media. Pia kuna Kariakoo Online Market. Sawa, basi ndugu zangu wafanyabiashara, naamini kabisa wewe kama ni mfuatiliaji wa biashara, watafute wa jamaa Kariakoo Online Media, na kuna kitu kikubwa ambacho utaenda kukutana nacho, lakini pia kitasababisha matokeo kwa maisha yako